Tunasema Bwana ni asante. Asante kwa ajili ya neema hii Bwana. Asante mfalme wa ajabu. Ninakuinua na ninakutukuza Bwana. Baba, ninakushukuru Jehova. Asante kwa ajili ya hii madhabahu Baba. Ninaposimama na kunena na watu wako Bwana, nisinone yaliyo yangu Bwana, bali nikanene itokanao kwako juu mbinguni Jehova. Baba, ninasema ni asante, ukaniongoze mfalme wa ajabu. Acha roho wako akatawale mahali hapa Bwana. Tunaalika uwepo wako Mungu wa rehema Bwana. Tunakataa kila roho yote ya usingizi, ataki yote Bwana ya kufunga watu wako masikio ya ndani. Tunakataa katika jina la Yesu Kristo. Baba, ni wewe tunayekualika mahali hapa Baba. Ukanene na watu wako Bwana. Mahali tunahitaji kukemewa ukatukemee. Mahali tunahitaji kurekebishwa ukaturekebishe Bwana. Baba, tunakushukuru tukisema ni asante. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba hata na kuamini. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. 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 Ninazidi kumshukuru Bwana kwa ajili ya hii nafasi amenipa na kwa ajili ya hii pumzi ya siku ya leo. Ninajua kuna wengi wangekuwa wanataka kuwa mahali kama hapa, lakini hawakuweza. Si kwa sababu wako na makosa, si kwa sababu wametenda dhambi, bali tu sisi tuko mahali hapa ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Acheni niwaambie, tutaenenda kulingana na vile Roho wa Bwana anataka. Hatutaenda kulingana na vile tulikuwa tumepanga. Nilikuwa nataka kuongelea mambo ya mifupa mikavu, lakini hiyo imefutuliwa mbali. Tunaenenda kuongelea katika mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Na najua ya kwamba Roho wa Mungu ndiye atatuongoza. Bwana asifiwe. Tunaenda kulingana na Roho wa Bwana yenye anataka na narudia tena. Bwana asifiwe. Amen. 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 Tutaendelea kuongelea kuhusu nini? Tutaongelea kuhusu vile Mungu anataka tukae. Amen. Yaani yale mambo Mungu aliyotuahidi anakuja kuyatimiza. Amen. Kuna maisha mengine tunakaa, si maisha yale Mungu alikuwa ametupangia. Si maisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika before kuja duniani Mungu alikuwa anakujua. Si mama yako alikuleta duniani, si baba yako alikuleta duniani, bali Mungu ndiye alikuleta duniani. Na kwa hivyo kuna yale mambo alikuwa amekupangia. Hakukupangia uwe na mambo ambayo unakaa wakati huu. Kuna mipangilio myema Mungu amepangia kila mmoja wetu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio asubuhi ya leo nilikuwa nataka kuongelea haya mambo ya mifupa mikavu, ikafutiliwa mbali. Sasa hata hii neema ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningependa tufungue katika kitabu cha Yeremia 29, unisomee ile. Mungu atatufanya tukae vyenye yeye anataka tukae. Si vile wanadamu wanakupangia, si vile wewe mwenyewe unajipangia, si vile wewe mwenyewe unafikiria. Hapana, tutakaa kulingana na mpangilio ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tusikie hii. Siku anataka kusoma hii, lakini hebu nisomewe hiyo mstari. Yeremia 29:11. Yeremia 29:11. Yes. Maana yanajua mawazo ninawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa maana ninayo mipango myema ninayowapangia ninyi. Ni nani anasema? Si mimi ninasema, hata si mtumishi wa Mungu anasema, hata si mamako ama babako anasema. Ni Mungu mwenyewe anasema. Anasema vipi? Ninayo mipango myema nimewapangia ninyi. Kwa hivyo usikae ukihuzunika katika yale
unayopitia. Mungu hajakupangia upitie katika hayo maisha. Amekupangia maisha mema. Amekupangia, amekuandalia meza ukae maisha mema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, kwa sababu anatuambia anajua hata ya baadaye. Kwa hivyo sisi tunajiona katika siku ya leo, tunajishukuria vyenye tulivyo. Naweza nikakuona nikawa ninakudharau, ama nikakuona nikawa ninakusema vibaya, lakini Mwenyezi Mungu ukae ukijua ya kwamba anakupangia mipango mema na anatuasia mambo mema. Kwa hivyo asubuhi ya leo ukae unakaa ukimshukuru Mungu, ukimwambia ya kwamba hata kama hii hali iko, pengine kwako hakuna chakula, pengine hauna nafasi, pengine kuna mahali unaona haistahili kukaa penye iko, ninajua ya kwamba Mungu una mipango mema katika maisha yangu na unanipangia mipango mema katika maisha. Wewe mwenyewe ndio umesema ya kwamba una mipango mema katika maisha yangu. Leo ninaweza kuwa nimekuja hivi nilivyo, lakini ikifika wiki nyingine uwe pengine haunijui. Kwa sababu gani? Mungu ana mipango mema katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kuwa tuko mahali hapa, pengine Mungu hajapanga hili kanisa litakuwa mahali hapa. Tuna mahali pengine tumeandaliwa, pengine tutajenga ya ghorofa. Kwa sababu gani? Mungu ana mipango mema katika maisha yetu na ni yeye anatupangia. Sisi tunaweza kuwa tunapanga tu, tunaona tu ni huu uwanja, tunaweza kutelekeza neno la Bwana, lakini Bwana anatuambia vipi siku ya leo? Niko na mipango mema juu ya maisha yenu. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kuwa pengine wakati huu na nafasi huu tumepewa nafasi nzuri ya kukaa karibu na mtumishi wa Bwana. Kuna wakati utatamani ukamfikie na hutafikie simu, hautaweza kumpigia simu. Kwa sababu gani? Mungu ana mipango mema kuhusu hili kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi wanakaa wakipanga mipango gani, haijalishi wanakaa pale nje, haijalishi wanakaa kwa vikao, haijalishi wanaenda wapi, haijalishi usiku wa manane hawalali, lakini nimekuja kuambia ya kwamba Mungu ana mipango mema kuhusu maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usikae ukilia hadi saa zingine unasema Bwana umeniacha. Mungu abadilisha maombi. Bwana Yesu asifiwe. Acha kuambia Mungu umeniacha. Mungu kwa nini napitia hapa? Anza kumshukuru Bwana. Mwambie Mungu ni asante kwa ajili ya haya ninapitia. Umesema ya kwamba siku ya leo una mipango mema kuhusu maisha yangu. Ninajua hii ni kwa muda tu, lakini kuna mahali unanipeleka kwa sababu una mipango mema katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usikae siku zote katika huzuni. Bwana hataki hivyo. Usikae siku zote katika manunguniko. Bwana hataki hivyo. Anataka ukae ukimtukuza, kwa sababu ni yeye ametuambia. Kama si yeye akisema ya kwamba niko na mipango mema, ni binadamu anaongea, tungekuwa na shaka. Lakini kwa sababu ni Bwana ameongea, amesema ako na mipango mema kuhusu maisha yetu, tunakaa na kumwambia asante Yesu. Leo nimeajiriwa, lakini ninajua ya kwamba kuna supermarket inakuja. Bwana Yesu asifiwe. Leo ninapitia katika hii hali, sina mahali pa kulala. Kuna wakati nilikuwa nalala barabarani, nilikuwa nikimwambia Bwana ni asante, hata kama nilikuwa saa zingine nalia, lakini ilikuwa ni wakati huo Bwana alikuja. Kwa sababu gani? Alikuwa na mipango mema katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, saa zingine sisi tunafungiaga mambo yetu kwa sababu ya kukaa na kunung'unika, kwa sababu ya kukaa na kujidharau. Bwana Yesu asifiwe. Saa zingine hata saa huwa nacheka. Mtu anaweza akaja akaniambia, "Auntie, na hili duka lako ni smart." Namwambia ni Mungu. Siwezi kumwambia si yangu. Kwa nini niseme si yangu? Niko na imani nitakuwa na kubwa kuliko hiyo niko nayo. Bwana Yesu asifiwe. Auntie, unaleta mali kutoka wapi? China. Sisi China ni wapi? Lakini niko na imani siku moja nitaleta mzigo. Kwa sababu gani? Mungu ako na mipango mema kuhusu maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tutoe hiyo siku wanataka kusoma, lakini tutasoma. Bwana asifiwe.
katika Isaia 7:7. Kitabu cha Isaia mlango wa 7:7. Kwanza tusome Mathayo 7:7. Sijui kwa nini zinakuja hivyo. Turudi nyuma kidogo, Mathayo 7:7. Tujue Bwana anataka kusema nini, kwa sababu ako na mipango mema kuhusu maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo mlango wa 7:7. Unasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hebu rudia tena, haijaingia vizuri. I think sioni kama tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Hebu rudia tena pastor. Ombeni nanyi mtapewa. Fanyeni nini? Ombeni nanyi mtapewa. Tufanye nini? Muombe nanyi mtapewa. Tuendelee. Tafuteni nanyi mtaona. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Bwana Yesu ananifurahisha siku ya leo. Anasema yako hii siku anayo. Asante Yesu. Anasema ya kwamba ombeni nanyi mtapewa. Kwa hivyo yale yote tunaomba siku ya leo tunaenda kutisimiziwa. Bila tu usiwe na shaka. Imani yako ndio itafanya ufikie katika hatima yako. Kwa sababu anasema ombeni nanyi mtapewa. Kwa hivyo siku ya leo ni Mathayo 7:7. Siku ya leo maombi yenye tutatoka hasa haya, tunajua ya kwamba Mungu anaenda kututimizia, kwa sababu ni yeye anasema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukimtafuta Bwana, chochote tunataka, chochote tunaomba, anatupa kwa sababu gani? Ana mipango mema kuhusu maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ombeni, bisheni nanyi mtafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo saa zingine ni sisi tunakataa kubishia Mungu mlango. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kupitia kwa maombi ndio tutambishia naye atatufungulia, kwa sababu Mungu una mpango mema kuhusu maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tunaomba na manunguniko, wakati mwingine tunadanganya, wakati tunaingia katika fasting hakuna kufast. Wewe unasema pengine mtumishi wa Mungu hakuoni, wewe unasema pengine hauko pamoja na watu wa kanisa, lakini haudanganyi mtu, unadanganya roho wa Bwana. Bwana anasema ombeni nanyi mtapewa, kwa sababu Bwana uko na mipango mema. Sasa asubuhi ya leo ninakuambia mpendwa, chochote tutakapoomba, tukikataana na magonjwa, sasa hivi kuna magonjwa haya yanajiita majina, haijalishi ni magonjwa yanajiita vipi, lakini tukimuomba Mwenyezi Mungu haya yote yataondolewa, haya yote yatakuja kuisha. Wakati mwingine unaona kwamba uko na shida, hapana, hauna shida. Amesema niombe. Bwana wewe ndio umesema niombe. Nitafuteni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa. Chukua hatua hii siku ya leo. Anza kumuomba Mungu, na umwambie ya kwamba Mungu, siku ya leo umeniambia ya kwamba uko na mipango mema kuhusu maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Si wakati wa kukaa na kunungunika. Kwanza wakati huu tupo. Si wakati wa kukaa ukifikiria mama Kebori. Si wakati wa kukaa ukifikiria mama Kefe. Si wakati wa kukaa ukifikiria mambo mabaya kuhusu watumishi wa Bwana. Chukua wakati wako, umwambie Bwana, ninakuja kwako. Ni wewe umesema ya kwamba bisheni nanyi mtafunguliwa, nami ninakuja kubisha kwako. Haubishi kwa mama yako, haubishi kwa jirani yako, haubishi hata kwa watu wengine, bali unambishia Bwana, na yeye mwenyewe ndiye amesema bisheni nanyi mtafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Saa zingine Mungu ananifurahisha sana. Hata sijui hii message kuna mtu inasaidia siku. Bwana Yesu asifiwe. Acheni wapendwa kukaa tu ukifikiria mambo ya dunia. Saa zingine Pastor Andrew hiyo siku nirudi hapo nyuma akisema alishika hiyo 10,000. Ukimuuliza ako na miaka mingapi hajashika hiyo 10,000 kwa pamoja. Hey, Bwana ni wa maajabu.
atakwambia haya ni makuu. Kwa sababu gani? Mungu ako na mipango mema kuhusu maisha yetu, mema kuhusu maisha yetu, na ni yeye mwenyewe anasema. Hata saa zingine hauna fare, unaenda town, pengine umepata hiyo 100, nenda town, mwambie Bwana, ulisema Bwana fanya saa zingine nimetoka na 100, sina ya kurudi, na nitamuona Bwana. Ninamwambia uko na mipango mema kuhusu maisha yangu, na wewe ndio umenitoa nyumbani, na unajua watoto wangu watakula nini na tutakunywa nini na tutalala vipi. Wewe ndio uko na mipango mema, si mama yangu, si mtu wetu, hasa si ndugu yangu. Wanaweza kuwa wako na pesa na hawakusaidii, lakini Mungu ako na mipango mema kuhusu maisha yako. Usikae na kujidharau. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mwingine hiyo 10,000 hata aliponiambia hivyo nilianza kucheka. Nikaambia Mungu, wewe nisamehe. Nikamuuliza ndugu, nilikuwa nasema ni roho ameshuka, kumbe amesikukastuka. Kuna kitu unaweza ona kuja kikiona hivi karibuni ukastuka, na uko kwa madhabahu ukashindwa, kwani wewe ni Mungu wa aina gani? Alipokuja siku ya pili aliniita, akajua na wewe leo nitakuonyesha. Akaniuliza, alifunifungulia simu, akaniuliza ibuka hapa, nikakaa. Akafungua simu, akaniuliza, Mungu nisaidie. Akaniuliza, huu ni mshahara wako wa miezi mingapi? Oh my God. Nilisema Bwana unastahili. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ameona, nikasema na kwani wewe Mungu ni wa maajabu. Kwa hivyo wale huwa wanatoa ushuhuda, mtu alienda akapata milioni. Kwa hivyo kwa ni ukweli, umekuja kunionyesha ni ukweli. Nikasema Bwana ni asante, kwa sababu tulikuwa tumeomba kwa muda mrefu. Ndugu alikuwa amefinyiliwa, lakini haungekuwa mnajua. Tunamwambia Bwana, neema yako yatosha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapo kwa mshahara, hapo nilisema Mungu nisaidie. Akili ni yako yamesika. Oh my God. Kwa hivyo wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Bwana Yesu asifiwe. Saa zingine ni vizuri hata kudharauliwa. Saa zingine usikubali watu wakuinue. Acha watu wakuone vile ulivyo. Acha watu wakuone wewe huna akili, haufikirii, hakuna mahali unaenda. Lakini Mungu wetu ako na mipango mema juu ya maisha yetu. Mahali umeweka biashara Bwana Kiratu, usijali, wacha waongee kile wataongea, wacha wapite wakikuangalia na upande. Lakini wakati maroli ataanza kufuatana, watakuwa wakiuliza yule ni Bwana Kiratu ambaye tulikuwa tunamjua. Bwana Yesu asifiwe. Pale unapikia madasi, usijali, ni kwa muda tu. Hoteli ndio hiyo inakuja kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Unakuja hoteli kubwa, utakuwa ukikaa na maministers wako mahali pale, wanakuja kula mahadasi mahali pale, wanaulizana huyu ni Mrs. Kiratu ama ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Oh my God, asante Bwana. Mungu unanifurahisha. Kumbe uko na mipango mema kuhusu maisha yetu. Vile wanadamu wananiona, wananidharau, wanaona hakuna kitu, wanaona ninakaa wapi. Mama wake wa Mboi, sisi kukaa mahali unakaa. Nyenyekea katika Bwana, naye Bwana atakuinua, kwa kuwa Bwana ndiye anayepeana. Bwana Yesu asifiwe. Usikae tena na kunungunika. Tenda kazi ya Bwana bila manunguniko yoyote, na utauona mkono wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Mungu ni Mungu aliye na mipango mema. Haijalishi wanakuita wewe ni mchawi, haijalishi wanakuambia wewe ni mganga, lakini Bwana Yesu ako na mipango mema kuhusu maisha yako. Bwana ni kutii na kutenda kulingana na mapenzi ya Bwana. Ondoka katika vikao mama, ondoka katika vikao. Oh my God. Oh, asante Bwana. Oh, asante Yesu. Wacha turudi katika topic. Bwana ni asante. Oh, asante Jehova. Asante Mama Kefaith, Mama Kefaith, katika miguu yako
kujifungulisha siku ya leo, mahali waliokuwekea madawa pale kazini, ili mashine zako zifanye kazi. Tunaifungulisha siku ya leo, kwa sababu Mungu ako na mipango mema kuhusu maisha yako. Chochote wanakupangia ya kwamba hautaendelea, Mungu amesema ya kwamba ako na mipango mema kuhusu maisha yetu. Wanakaa wakikaa vikao wakisema ya kwamba mtumishi wa Mungu hataendelea, lakini neno linasema ya kwamba Bwana ako na mipango mema kuhusu maisha yetu. Oh, thank you Jesus. Asante bosi, asante mfalme, asante Jehova. Tunakushukuru tukisema ni asante. Uko na mipango mema kuhusu maisha yetu. Ombeni nanyi mtapewa. Amen. Bora tu ni kutii na kukaa katika unyenyekevu. Bora tu ni anakuambia ondoka mahali hapa, ondoka dadangu, na utaona mkono wa Bwana. Bwana asifiwe. Tuendelee. Bwana ni wa maajabu. Ako na mipango mema kuhusu maisha yetu. Ninaona watu wengi watakuwa na nyumba ya kifahari mahali hapa. Hauna lolote, hauna chochote, lakini nyumba ndio hiyo, nyumba ndio hiyo, nyumba ndio hiyo, nyumba ndio hiyo, nyumba ya ghorofa, nyumba ya ghorofa ile. Ndio hiyo Bwana anaachilia, ndio hiyo Bwana anaachilia, kwa sababu ako na mipango mema kuhusu maisha yetu. Oh, Bwana ni asante. Asante mfalme. Tuendelee. Tutaenda kulingana na roho wa Bwana. Kenya nataka tuenende. Bwana asifiwe. Na muache manunguniko. Ndani yenu kuko na manunguniko mengi sana. Na kuuliza ni kwa nini? Acheni na hewa wapendwa, na Mungu atazidi kutuinua. Yes. Oh, asante. Isaia 7:7. Kwa nini hii namba inakuja namba 7:7? Kwa nini inakuja 7:7? Isaia 7:7. Isaiah chapter 7 verse 7. Bwana Mungu asema hivi, neno hili halitasimama wala halitakuwa. Turudie tena. Bwana Mungu asema hivi, neno hili halitasimama wala halitakuwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asema hivi, neno hili halitasimama wala halitakuwa. Kwa hivyo ile mipango Bwana Yesu amekupangia, hakuna wakati imesimama. Anajua ulikuwa unapitia hili, upitie hili, upitie katika mtihani huu, upitie huu mwingine, ndio akusimamishe. Ile mipango yote alikuahidi, na ile mipango yote alikupangia takiwa ukiwa utotoni mwa mamako, takia hata kabla haujazaliwa. Jua alikuwa anatujua, anajua kila mmoja wetu, hata kwa ajili ya watoto wetu. Sisi tunaweza kuwa tunajipangia. Unaweza kaa hapa unakuwa unajipangia, kesho nitaenda na 1,000, nitanunua hiki, nitanunua hiki. Wewe unafanya mambo ya 1,000, lakini Mungu amekupangia mambo ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Mungu ako na mipango mema kuhusu maisha yetu, na lolote ametupangia halita. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hakuna jambo watasimamisha, hata wakipanga raidi. Wakianza usiku wa manane, unasikia kuna vitu zinaporomoka chini, zingine zinaruka juu, zingine zinaingia chini. Wewe usijali, Mungu ako na mipango mema, na ile mipango Mungu amekupangia hakuna yeyote anayeweza kuiharibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ako na mipango mema kuhusu maisha yetu. Na ombeni nanyi mtapewa. Na hapa anatuambia nini? Mambo yote niliyokupangia hayataharibika. Kama alisema, sitatoka katika hii dunia bila la gari langu, sitapeleka hii gari ndogo ndogo. Hapana, hiyo Mungu nimekataa. Nataka V8. Bwana Yesu asifiwe. Nitakuwa nikipeleka magari makubwa makubwa, sitakuwa nikikaa manyumba ya kufinyiliwa, nitakuwa nimejenga nyumba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu amenipangia mipango mema, na yale Mungu amenipangia
anaweza. Hata kama Mrs. Kerato walikaa na wakakuandika na wakakoroga, wakakuchukua, wakaweka katika kinyungu, wakakuchukua, wakakuwekea katika kichupa, hakuna kitu watakufanya, kwa sababu haya yote ni ya upuzi tu. Mungu ako na mipango mema kuhusu maisha yako, na yale yote Mungu amekupangia hayatazuia. Wakisema raundi zitafuatana 20, zitakuwa zikifuatana, kwa sababu yale Mungu ametupangia hakuna yeyote anayeweza kuyapungua. Hata kama kuna kwingine pengine hatutafika na hatukufika katika kimasomo, lakini tuko na usawa wa watoto wetu watafika in Jesus name. Hatukuingia university, watoto wangu wataingia university. Hatukuenda wapi? Amerika, watoto wangu wataenda Amerika. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yale hatukufanya watafanya in Jesus name. Bwana Yesu asifiwe. Tusikae na kunung'unika, tusikae na kujidharau. Kaa ukimwambia Mungu, Mungu umesema ya kwamba, na kama ni wewe umesema, si mwanadamu amesema, si mtumishi wa Mungu alisema, ni neno lako limesema, ati uko na mipango mema kuhusu maisha yangu, na yale yote umenipangia hakuna mwanadamu anayeweza kuyaondoa. Mungu ninakushukuru, na unaanza kushukuru Mungu ukimwambia Mungu, enenda kutenda kulingana na mapenzi yako, na usiwe na manunguniko. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hey, kama amenipangia, kama huu wacha, for example, huu wacha Mungu amepanga Mama Kemori ndiye atakuwa mahali hapa, supermarket zimefuatana, hiyo itakuja kutimia, kwa sababu amesema ya kwamba ako na mipango mema kuhusu maisha yangu. Wamekaa wapi? Wananena nini? Wanasema nini? Usiku hata chakula zinaungua, hiyo hainijalishi. Chenye kinanijalishi ni kwamba Mungu ana mipango mema. Amesema nitafike, hata waende wapi, hata wafanye nini, nitafika kwa sababu ya Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Tunaona hii nyumba ya Bwana yenye ilivyo. Hatutakuwa tukikaa nyumba kama hii. Nyumba yetu kitakuwa tukiabudiwa ni nyumba ambayo iko smart. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ako na mipango mema kuhusu maisha yetu. Tutakuwa katika maruninga kwa sababu ako na mipango mema kuhusu maisha yetu. Kutakuwa hata na mativi mahali hapa kwa sababu ako na mipango mema kuhusu kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Akileta hii madhabahu mahali hapa, alileta akiwa na mipango mema. Hata wafanye nini, wakorogane usiku, walale wakizunguka, wagaagae, wachimbe, wafanye nini, hakuna kitu wanafanya. Mungu ako na mipango mema kuhusu kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe. Si wao walileta hapa, hata hakuna mtumishi wa Mungu alimpigia simu akamwambia njoo kanisani. Kila mtu Mungu alikuwa na mpango akimleta mahali hapa, na alikuwa na sababu na lengo na shabaha ya kukufikisha mahali hapa. Wengine tulikuwa tumefungwa, tumefunguliwa. Wengine tulikuwa hatuna chochote, tumefanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa wagonjwa, magonjwa mengine hayangekuwa yanaonekana, lakini Mungu alituleta hapa akatufungua kwa sababu ako na mipango mema kuhusu maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na chochote Mungu umenipangia, hata wakikutana, hata kama ni nyumbani kwetu, wamekaa kikao wakisema huyu hataendelea, hata kama ni anti yangu, hata kama pengine ni yako, hata kama ni kule kasiri, wanasema huyu hakuna siku atatoka ya hapa, lakini mimi ninajua ya kwamba Mungu ako na mipango mema kuhusu maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua ninaenda kiwango kingine chenye huwa ninaomba Mungu nisiwe na kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na kiburi ndio kinaondoa kila kitu. Bwana asifiwe. Usije ukainuliwa kidogo ukaanza kuona wale wako chini hawafai. Bwana asifiwe. Pia ukishukuru Mungu kwa sababu yako na unasema Mungu kumbuka hata yule mwingine. Hapo nimefika ni wewe. Nyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu. Usitake watu wakuinue. Acha Bwana Yesu aonekane ndani yako. Bwana Yesu asifiwe.
Mungu ako na mipango mema kuhusu maisha yangu. Saa hii wanakaa wakisema pesa zote zitaenda hospitali, lakini na mimi niko katika madhabahu ya Bwana nikisema pesa yangu si ya kwenda hospitali, pesa yangu ni ya kufanyia Bwana kazi, pesa yangu ni ya kufanya madhabahu ya Bwana iwe kama ni madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni mapito tu, hakuna ugonjwa. Ni kutingizwa tu kidogo. Juu hata nilikuwa najiuliza wakati huo mwingine babake alipoitwa, hata karibu hiyo siku ni neema ya tosha. Naonaga ile siku mtafurugana, mngefurugana kwa sababu sitaki kuelewa. Namuuliza kazi ndio muhimu kuliko mtoto. Unaona vile shetani analetaga figabisi. Kazi ndio muhimu kuliko mtoto. Nami naona leo nikikosa kwenda kazi, sijui yule mama atasema nini. Yaani mimi najililia mimi niende, lakini nikasema no. Nikamwambia nenda. Akaniuliza huendi, nikamwambia siendi. Nitakaa hapa nikiwa na mtoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata hii ni mapito. Ilianza jana usiku kwa sababu shetani alijua hapa kuna kitu kimepatikana. Na gari ndio hilo limeondoka. Sasa na mimi nitakuja kuwatingiza. Nami ninamwambia ya kwamba hakuna hata shilingi moja atakula yangu ati ya hospitali. Hapana, nimekataa. Sisi kwenda hospitali. Tukipeleka pesa zote hospitali, tutamchekea Mungu na nini? Bwana Yesu asifiwe. Mambo mengine lazima tukatae. Bwana asifiwe. Hili tunaendelea vizuri. Tunataka tumalizie na tunaomba siku ya leo, tutaomba bila mchezo. Kwa sababu tumeambiwa ombeni nanyi mtapewa. Usiangalie masaa ni ya Bwana. Ukiwa kazini hauangaliagi masaa. Unakaa mpaka ile saa, hata kama ni saa 11 unafunga. Unakaa hapo, umeingia customer, hata kama atakaa mpaka saa 2, utakaa hapo mpaka saa 2 ndio umalizie customer. Na sisi siku ya hatuangalii masaa. Tunaenenda kulingana na Roho wa Bwana vyenye anataka. Chochote utaomba siku ya leo, Mungu atakupatia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu amesema ako na mipango mema. Ombeni nanyi mtapewa. Chochote nimekupangia, hata wakifanya nini hawataweza kukiharibu. Kwa nini tusimuite Bwana siku ya leo? Hata mahali Meri huko, ninajua ya kwamba tutaachilia moto huko na atafunguliwa in Jesus name. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu hatutakuwa watu wa kuangamizwa kila wakati. Kila wakati tunakaa tukiangamizwa. Wanaangalia, wanarusha hiku, wanarusha huku. Hapana. Mungu ako na mpango mema kuhusu maisha yetu. Hata siku ya ordination, angalieni haya mambo. Mungu alikuwa na sababu ya hili neno. Alikuwa na mipango. Sisi kama wanadamu tulikuwa tunaona imesindikana. Tulikuwa tunafika lakini Mungu naye ni nani? Ako na mipango mema kuhusu maisha yetu. Na hiyo siku yeye mwenyewe pia alipanga. Kwa hivyo hatufai kukaa tukitetemeka ama tukiuliza nimejifunza mengi kupitia kwa huyu. Sasa kile Mungu anakupatiaga mtu ndio ujifundishe. Na ujue ya kwamba kuna ungenia pia nilienda Mungu akanibariki na milioni 1. Singeamini, lakini saa hii nimeamini ya kwamba hakuna jambo Mungu hawezi kutenda katika maisha yako. Saa hii pengine leo tunakuja mahali umekodisha. Hatujui next time tukija tutakupata ukiwa wapi. Kwa sababu Mungu ako na mipango mema kuhusu maisha yetu. Usijali. Hizo matiri mama Kibei. Sinatoka mpaka China. Kwani wale wanaleta si ni wanadamu? Na Mungu ako na mipango mema kuhusu maisha yako. Tembea town, ambia Mungu ninataka duka kama hii. Mimi huwa nasitai. Na ninajua siku moja itakuwa. Bwana asifiwe. Bora nisiwe na manunguniko. Nikae kulingana na mapenzi ya Bwana. Kwa sababu ako na mipango mema kuhusu maisha. Huyo Mungu ni wa maajabu sana. Bwana asifiwe. Hebu tumalizie. Nataka tumalizie.
katika kitabu cha Isaia 58:11. Isaia 58:11. Naye Bwana atakuongoza daima, ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji. Bwana Yesu asifiwe. Naye Bwana atatuongoza daima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika ile mipangilio yetu amepanga, Bwana atatuongoza daima. Utakuwa pengine unaweza kufungua maduka, ukafungua hapa, ukachukua magari hapa, ukachukua na yakaja yakaisha, lakini chenye Mungu amekupangia hata wafanye nini, hakuna siku hata moja wataweza kukiondoa. Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu atatuongoza daima. Bwana asifiwe. Hili neno ni nzuri. Hebu rudia tena pastor. Naye Bwana atakuongoza daima. Amen. Atalishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji. Bwana Yesu asifiwe. Ataishibisha nafasi yako mahali pasipokuwa na maji. Unaweza kuwa unaona hapa nimekaukiwa, lakini kwa sababu Mungu ndiye alipanga hiyo biashara iwe mahali hapo, na itainuliwa, wewe mwenyewe hautajua, kwa sababu Mungu ako na mipango mema kuhusu maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni asante. Hili neno ni nzuri. Hebu endelea hapo chini kidogo. Na kuitia nguvu mifupa yako, nawe utakuwa kama bustani iliyotiwa maji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nawe utakuwa kama bustani iliyotiwa maji. Ni nini kile? Bwana asifiwe. Utakuwa kama bustani iliyotiwa maji. Kwa hivyo hakuna wakati Kwa hivyo hakuna wakati tutakaukiwa. Hapana, kwa sababu Mungu ako na mipango mema, na chochote Mungu amekuahidi, hata wafanye nini, hata wachimbe wapi, hakuna siku utakuona. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tulikuwa tumeinuka na miguu yetu miwili juu, tukimwambia Bwana ni asante, kwa sababu uko na mipango mema juu ya maisha yetu. Tunakaribisha Kristo Bwana akuje hapa.